Mimi nafikiri jinsi ya kuweza kwenda sawa sawa na Haji Manara ni kusikiliza hoja zake na kuzijibu. Yes. Yani sikiliza hoja anazozitoa na kujibu. Ukianza kusema huyu Yanga sio kweli. Umeelewa vizuri? Uongozi wa Young African unafanya mambo mengi mazuri na imeweza kutoa tongotongo nyingi kwa Young African. Yes. Lakini ni kweli kwamba hakuna makosa yanayofanyika ndani ya uongozi wa Yanga. Yapo. Kama yapo nani wa kuyasema? Ndo hao kina Manara. Sasa kama wanasema kina Manara, kwa nini muulize Yanga wao? Yani kitu ambacho hakiwezekani, yani hamwezi kuishi mashabiki wanataka kusikia sifa tu. Ni kitu ambacho hakiwezekaniki. Umeelewa vizuri? Kwa sababu chanzo cha haya yote ndio kwa maana watu kuamini kwamba Haji Manara sio mwana Yanga ni kauli zake ambazo amezizungumza. Kauli ya kwanza amesema kwamba Young Africans wamefeli katika michuano ya CAF Champions League. Lakini kauli ya pili amesema kwamba bado Simba ni bora kwenye michuano ya CAF Champions League kwa sababu amecheza robo finali nyingi kuliko Young Africans, ambao pia ni kweli. Lakini kauli ya tatu ameiponda Young Africans, ama tuseme hajaridhishwa na Young Africans mchezo wa dabi kuupeleka visiwani Zanzibar. Hizo ndo kauli ambazo amezungumza Haji Sande Manara. Lakini nyingine amemsifu beki wa Simba kwa maana Rushin De Reuck kwamba ni beki bora kwa kutokea katika ligi yetu ya Tanzania. Baada ya kutoa kauli hizo ndo hao sasa watu wanakuja kwamba huyu jamaa ni Simba, huyu sio Young Africans, alikuja kwa ajili ya maslahi. Kwanza hizo kauli ambazo nimezizungumza zina ukweli kiasi gani, lakini pia kwa maana ya kustahili kuzungumza hizo kauli? Ukianza kauli ya kwanza kusema kwamba Young African wamefeli kimataifa. Ndio. Jibu hapo. Kweli sio kweli? Kwangu mimi kweli wamefeli, si ndio? Ndio. Kwa hiyo unaika tiki ya kijani. Yes, naika tiki ya kijani. Simba ni bora kwenye michuano ya Afrika kuliko Young African. Jibu hapo, kweli sio kweli? Big yes, ni kweli. Unaika tiki ya kijani. Sahihi. Na mimi na accept kabisa kwamba hilo ni sahihi kabisa. Yes. Umeelewa vizuri eh? Sahihi. Tunakuja kwenye hoja ya tatu. Hoja ya tatu unafikiri hujaisema hapo kwamba kwenye usajili wa Young African kila mwaka wanasajili namba kubwa ya wachezaji alafu pia wanaacha idadi kubwa ya wachezaji. Kweli sio kweli? Kweli. Tiki ya kijani. Tiki ya kijani. Umeelewa vizuri? Kwa sasa hapo wanakuambia kwamba hoja ujibiwa kwa hoja. Katika maeneo haya mimi Haji Manara niko naye sanjari kabisa. Yes. Kwamba Young African kwenye unapofika michuano ya kimataifa hawafanyi vizuri kulinganisha na Simba. Yes. Mimi nakubaliana nao kabisa. Young African kwenye ubora wa Afrika wa rank za CAF Simba wako juu ya Young African. Mimi nakubaliana nao kwa sababu ukija hilo unaweza ukajiuliza kwamba haya twende kwenye 5-year club ranking. Yes. Simba wangapi kwenye rank za CAF? Simba po juu Young Africans 8-10. So tunaelewana vizuri hapo eh? Yes. Kabla ya hii 8-10 Simba alikuwa kwenye top 5. Yes, alikuwa 5. Yanga alikuwa 12. Umeelewa vizuri? Yes. Kwa bado Simba alikuwa yuko bora zaidi kwenye michuano ya nini? Ya CAF. Umeelewa vizuri? Yes. Na safari hii pia Simba hajafanya vizuri, Yanga hajafanya vizuri. Still bado Simba yuko juu ya Young African. Kwa katika eneo hilo Haji Manara yuko sahihi. Kwa ina maana kwamba ukitaka kuibiti point njoo na point zako. Umeelewa vizuri hapo eh? Ingawaje mimi mara nyingi huwa napigaga kelele kwamba ukichukua Simba, ukichukua na mbali ya Simba mafanikio mengi ambayo wameyapata kwa muda mrefu. Yanga mafanikio ambayo wameyapata kwa muda mfupi. Yani within 2 season Yanga waliweza kuifikia Simba kwa ukaribu zaidi. Kwa season hizi 2 tu. Huo ndo ubora ambao wameweza kuonyesha kwamba wameweza kuonyesha mabadiliko ya haraka sana. Lakini sasa linapokuja swala la kupangilia ubora, Simba anakuwa juu ya Yanga. Hilo ni kitu ambacho natakiwa ukubaliane nalo. Very sure. Umeelewa vizuri hapo eh? Sahihi kabisa. Kwa hiyo katika maeneo hayo mimi Haji Manara naenda naye sawa kabisa kwamba Yanga wanasajili wachezaji wengi, wanawaacha wachezaji wengi. Yanga msimu uliomalizika kuna mchezaji alinunuliwa kwa dola 600,000. Musa Balakonte. Yuko wapi leo? Mtaalamu wewe. Haya, Yanga wamemsajili Rasini Kouma. Washa. Namba 8. Umeelewa vizuri eh? Na akapewa jezi ambayo yenye heshima zaidi ndani ya Yanga. Ile jezi namba 8 ni jezi yenye heshima kubwa sana. Ile jezi imevaliwa na mtu mmoja anaitwa Salvatore Edward. Watoto wadogo hawezi kuelewa. Salvatore Edward alivaa ile jezi namba 8. Ile jezi namba 8